Dunia imejawa na mafumbo mengi na machache katika hayo yamekosa ufumbuzi wake mpaka hivi leo. Miongoni mwa mafumbo ambayo yalikosa ufumbuzi wake mpaka leo ni fumbo lililoshindikana kuteguliwa ndani ya hoteli yenye laana. Mwezi Februari mwaka 2013, jeshi la polisi la Los Angeles lilitoa video hii yenye sekunde chache, video ambayo mpaka leo hii inatajwa kuwa moja ya video za kutisha na zenye mafumbo makubwa zaidi katika historia ya mtandao. Huyo binti anaitwa Elisa Lam, na hizi zilikuwa dakika zake za mwisho kabisa kuonekana akiwa hai. Swali ni kwamba alikuwa akijificha nini? Alikuwa anaongea na nani? Na fumbo kubwa zaidi ni kuwa mwili wake ulikuja kukutwa wiki mbili baadaye mahali ambapo hakuna mtu yeyote aliyetegemea. Karibu Anod Media, sehemu pekee ambayo utajipatia simulizi za kusisimua na kuelimisha kama hii. Mimi ni Kilaka. Hey! Sasa ili uelewe vizuri kisa hiki, ni lazima kwanza uelewe eneo lenyewe ambalo tukio lilitokea. Tukio lilitokea ndani ya hoteli ya Cecil, hoteli ambayo haikuwa ya kawaida. Tangu ilipofunguliwa mnamo mwaka 1920, jengo hili limekuwa kitovu cha matukio ya umwagaji damu, kujiua kwa kuruka madirishani na hata mauaji ya kinyama. Lakini pia hoteli hii iliwahi kuwa makazi ya wauaji hatari zaidi duniani, akiwemo Richard Ramirez anayejulikana kama The Night Stalker. Zaidi ya watu 16 wameripotiwa kufa ndani ya jengo hili chini ya mazingira ya kutatanisha sana, kiasi cha wenyeji kuamini kuwa hoteli hiyo ina laana au labda inamilikiwa na nguvu za giza. Elisa Lam yeye hakuwa anajua historia hii ya kutisha wakati anafanya booking ya chumba chake. Ilikuwa ni Januari ya tarehe 31 mwaka 2013. Elisa alikuwa akisafiri peke yake kama mtalii. Kila baada ya siku kupita alikuwa akiwapigia simu wazazi wake kuwajulisha kuwa yuko salama. Ni kawaida kwa mtoto kuwasiliana na wazazi wake, si ndio? Lakini siku hiyo simu yake haikupatikana. Elisa alitoweka ghafla kama moshi. Polisi walipokuja kukagua kamera za usalama, yani CCTV, walikutana na video hii ya lifti. Sasa hapa kuna mambo matatu yanayofanya video hii itishe. Kwanza, mlango wa lifti haufungi kabisa wakati wote Elisa anapobonyeza vile vitufe. Pili, Elisa anaonekana kujificha kwenye kona kana kwamba kuna mtu anamfukuza koridoni. Na jambo la tatu ni ishara za mikono yake. Inaonekana kama mikono inajipinda kwa namna ambayo sio ya kawaida. Baada ya Elisa kutoka nje ya lifti na kutoweka koridoni, ghafla tu milango ya lifti ilijifunga kana kwamba ilikuwa ikisubiri yeye atoke ndo ifunge. Na huo ndo ukawa mwisho wa Elisa kuonekana akiwa hai. Takriban wiki mbili zilipita bila taarifa yoyote ya Elisa, lakini katikati ya mwezi Februari wateja waliokuwa wakiishi katika hoteli hiyo walianza kutoa malalamiko mengi kuhusu huduma za hoteli. Mara presha ya maji vyumbani imeshuka sana, lakini kibaya zaidi, maji yaliyokuwa yakitoka kwenye mabomba yalikuwa yana rangi ya kahawia, harufu mbaya ya ajabu na ya kutisha. Tarehe 19 Februari, fundi wa hoteli alipanda juu ya paa na kukagua matenki manne yaliyokuwa yanasambaza maji hotelini. Alipotumia ngazi kupanda na kufunua kifuniko cha tenki la kwanza, aliganda kwa hofu. Ndani ya tenki lile la maji ambayo wateja walikuwa wakinywa na kuoga, ndipo mwili wa Elisa Lam ulikuwa ukielea hali ya kuwa hauna nguo, huku nguo zake zikiwa pembeni yake zimezama. Na hapa ndipo kisa hiki kinapogeuka na kuwa jinamizi. Paa la hoteli ya Cecil lilikuwa limefunikwa na mifumo mikali ya usalama. Endapo mtu wa kawaida angefungua mlango na kuelekea katika paa, king'ora cha ulinzi kingelia hoteli nzima na walinzi wangejua. Lakini usiku ule hakuna king'ora kilicholia kuonyesha hatari yoyote ya mauaji. Zaidi ya hayo, matanki yale yalikuwa na urefu wa futi 8 na hayakuwa na ngazi ya kudumu. Elisa alifikaje juu ya tanki? Na vipi kuhusu kifuniko cha tanki hilo kilichokuwa kizito mno ambacho kilikutwa kimefungwa kwa nje? Hivi kuna mtu anaweza kuingia ndani ya tanki kisha akajifungia kifuniko kwa nje? Watu wengi mtandaoni waliamini kuwa ni mauaji ya kishirikina na nguvu za giza za ile hoteli. Lakini miezi michache baadaye, ripoti ya daktari wa upasuaji wa mwili ilitoka na kumshtua kila mtu. Hakukuwa na alama yoyote ya kupigwa, kubakwa wala sumu mwilini mwake. Kifo chake kilitajwa rasmi kama kuzama kwa ajali. Kweli wa kitiba ulifunua kuwa Elisa Lam alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa mkali wa akili unaoitwa bipolar disorders. Kisha polisi wakagundua kuwa Elisa alikuwa ameacha kumeza dawa zake wakati akiwa katika safari hiyo. Wataalamu wa tiba wanadai kwamba mtu mwenye ugonjwa huu anapoacha dawa zake anaweza kupata maono ya uongo kwenye akili yake, ikiwemo kusikia sauti za ajabu ambazo binadamu wa kawaida hawezi kuzisikia. Nadharia rasmi inadai kwamba Elisa alikuwa akikimbia majinamizi yaliyokuwa yakizunguka ndani ya akili yake mwenyewe. Na hapo ndipo Elisa alipopanda ngazi za dharura za nje ya jengo na kuingia kwenye tenki kujificha bila kujua anajipeleka kwenye kifo chake mwenyewe. Hata hivyo, swali la jinsi kifuniko cha tenki kilivyofungwa kwa nje bado linabaki kuwa fumbo. Hivi ni kweli Elisa alikuwa akizikimbia athari za ugonjwa wa akili, au hoteli ya Cecil ilitumia laana yake kummeza binti huyu mdogo? Kifo cha Elisa Lam hakijawahi kuwa na jibu moja la mwisho. Ni mchanganyiko wa bahati mbaya, mazingira ya ajabu na maswali yasiyokuwa na majibu. Na hadi leo watu bado wanaangalia ile video ya kwenye lifti wakijiuliza,
Elisa alikuwa anaona nini? Tuachie maoni yako kwenye comment hapo, lakini pia usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili uendelee kupata makala za kusisimua kutoka Anod Media. Mimi ni Kilaka.